Kwa ninazo kesi mbele yangu zisizopungua 3. Na hizo ni kesi ni kubwa. Lakini hizi kesi zimekuja tu hivi karibuni. Aliye uhuru wa kutoa maoni serikalini hakuna, wananchi wanaogopa kutekwa jamani. Watanzania wamejaza sumu moyoni, hawana pa kusemea, hata kama wanaonewa jamani, wanalilia moyoni, hawana pa kusemea. Wanaogopa kufungwa, wanaogopa kukosoa serikali, wanaogopa kufungwa, hata kama viongozi hawatendea, wanaogopa kusema, wanabaki wanalilia moyoni, sumu zimewajaa moyoni. Mtafunga wangapi kama watu hamuwapi uhuru? Wakati tu nimetoa teaser au introduction ya wimbo wamegeuka machawa. Manabii hawa ni mbwa, mitume hawa ni mbwa, waimbaji hawa wote ni mbwa. Isaya. Basi hapo ndipo kulianza challenge. Sababu ule wimbo kidogo nimetumia maneno makali ya Isaya. Sasa kwa watu ambao hawana ufahamu wa Biblia, neno la Mungu, wanaweza wakasema mimi ninatukana nabii yoyote. Kwa hiyo hii Biblia imebeba sauti na majibu ya watu wengi. Kwa hiyo kupitia maandiko matakatifu watu wanadhani kama natukana katika ule wimbo wa machawa. Lakini ni Isaya, maneno ya Isaya ni makali sana. Lakini kwa wakati mwingine Yesu pia alitumia maneno makali. Akamwambia Petro, rudi nyuma yangu ewe shetani. Nimetengenezewa kesi, sitazitaja, na bado muda hujafika wa kusema ni akina nani. Lakini pia nyuma yangu ninawindwa sana sasa hivi. Hakuna mahali ambako nitakaa sipo kukaa kichwani kujua kwamba maisha yangu yako hatarini kuliko nyakati zote. Kwa nyumbani kwangu watu kuja mara kadhaa waliovalia nguo zao za katika jamii yetu hii, wakitafuta kumtafuta Cassian. Utekaji huu unaoendelea katika taifa letu unahusishwa na baadhi ya watu ambao sio watu wema wenye nia njema katika taifa letu. Uko serious kabisa. Kuuawa kwa mtu na kuchukuliwa kawaida kabisa kwenye jamii, unatoweka na hakuna anayestuka. Hii ni kitu ipo katika taifa letu hili kwa sasa hivi. Hii issue sio maneno. Ni issue serious kabisa. Bidii imefanyika hapo nyuma ya kumnyamazisha Cassian asipaze sauti katika dunia hii. Asisimame mpaka leo na kuyafungua macho ya watu kama walivyofunguka duniani. Kwa hiyo imekuja bidii nyingine ikiwa na picture nyingine mpya yenye kivuli ambacho kitaonekana chochote kwangu kuanzia sasa hivi. Lakini hicho utakachokiona ama chochote kitakachotokea sasa hivi kwenye macho yako na masikio yako, ujue ni kivuli, lakini uhalisia wake ni kuniondoa katika uso wa dunia hii. Uhalisia ninaozungumza unaokuja ni mpango wa kunitoa katika uso wa dunia hii. Kuna mipango imewekwa na ninajua kabisa mko mnanitazama hapo na mnaelewa ninachokizungumza, kwamba targeti yenu ni kuninyamazisha nizikwe. Targeti yenu ni kuniona ninafukiwa udongo. Hiyo ndiyo mipango na vikao mlivyo viketi. Nadhani mna loot ya kuhakikisha kwamba mnafanya chochote kuhakikisha kwamba mnaninyamazisha. Hii vita imekuwa ni ya muda mrefu. Kwa ndo maana nimetangulia kusema
pamoja na chochote kitakachotokea, lakini sote tutazikwa. Sisi sote hatuishi kwa kudumu katika dunia hii. Sisi sote katika nchi hii, katika taifa hili, katika dunia hii hatujaja kuota. Sote tutapita, sote tutawaacha wale ambao tunawapenda, sote tutaacha zile mali tunazozipigania. Nataka nikuambie, ukimwaga damu ya mtu mwenye haki, damu yako itamwagika tu. Itamwagika tu, ipo siku. Unaweza ukafurahia ukaunda hiyo mipango umefanikisha ya kuniondoa katika uso wa dunia, wa kuninyamazisha. Nitaacha ndio watoto wangu, nitaacha ndio familia yangu kiujumla, nitaacha wazazi, nitaacha ndugu na jamaa. Ni kweli utafanikiwa kuniondosha au kuniadhibisha ama kunifanya nipate shida ya namna yoyote ile, lakini jua kwamba Mungu anaishi. Kaa ukijua wewe unayenitazama hapa, chochote kile kitakapotokea kuanzia saa hii, kuanzia dakika hii ninayozungumza kwenye maisha yangu, chochote kile sio halisi. Halisi kiko nyuma, chenye makusudio ya kuninyamazisha kwenye uso wa dunia. Chochote utakachokisikia kuanzia dakika hii, na wahusika na walengwa ni wakubwa, watu ambao wamekaa wamechola kitu, wamechola lamani. Lakini nataka nikwambie, wapo wamekufa wengi sana, na sisi sote tutakufa. Sote tutakufa, tutaacha kila kitu. Mimi nataka nikwambie wewe ambaye unayedhani kwamba wewe ukiondoa uhai wa mtu mwingine yeyote kwa namna yoyote unatamani kumnyamazisha, usizani kama wewe utaendelea kuishi ukiwa na amani, na wewe utalala mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana na binti za Mungu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mahali pale ambapo upo unaponitazama na kunifuatilia katika bara la Ulaya, bara la Afrika. Ni kwa muda mrefu sana hatujapata nafasi ya kuweza kuongea ama kuzungumza chochote kwa njia ya mahubiri na vitu mbalimbali. Kwa hiyo kutokana tu na namna ambavyo tunavyoenenda katika utumishi tulionao, na changamoto na dhoruba na kuwepo, lakini pia na kumsikiliza Mungu tena kwa wakati mwingine, kwa sababu kunahitaji pia utulivu wa kuweza kumsikiliza Mungu. Unataka kufanya nini? Tumefanya vitu vingi na Mungu amenitumia kwa sehemu kubwa toka wito huu nilipopokea. Kwa hiyo nimefanya vitu vingi. Najua watu wengi wamebadilishwa duniani kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekiweka kama neema kwenye maisha yao. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa namna ambavyo amefanya na ameendelea kunipigania na ameendelea kunifanya nifike hapa nilipo. Ni jambo ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Lakini pia najua kwamba duniani kote watu wameendelea kubarikiwa, wameendelea kujifunza kwa namna ambavyo Mungu anavyonitumia. Najua watu wengi walikuwa wana ujasiri wa kumhubiri Kristo katika kweli, japokuwa walikuwa na ujua ukweli, lakini watu wengi walikuwa na uoga wa kuzungumza, mpaka pale Mungu alipoamua kuachilia yule roho na wito ndani yangu kwa mara ya kwanza katika nchi ya Tanzania.
Na leo tunaona wapo wahubiri wengi katika nchi ya Tanzania kupata kibali, wenye huduma yenye kufanania na wito huu ambao Bwana amenipa. Lakini hakuna mtu ambaye amebeba huu wito asipate madhara. Lazima atapata madhara. Iwe vijana wadogo, tunaona wanapitia dhoruba za kutekwa, kufanya vitu kama hivyo, kwa sababu wamebeba wito ambao kidogo una gharama, wito ambao unakinzana na jamii kubwa. Kwa hiyo niseme hivi, ni jambo tu la kumshukuru Mungu pale ambapo unakuwa na huu wito lakini haujapitia dhoruba. Lazima utapitia dhoruba. Basi kabla ya jambo lolote sijazungumza, nichukue nafasi kusema tuombe. Mungu, tunakushukuru kwa wema wako na nguvu zako na ulinzi kwa dakika hizi chache. Napenda kusema na marafiki zangu, uwe pamoja nami. Nitumie kama chombo kinenacho, tumie kama chombo kinachopaza sauti. Kwa namna moja ama nyingine, Yesu, ukaokoe kila mmoja atakayenisikiliza hapa. Kwa jina la Yesu. Amen. Basi katika wakati huu, kwa muda mrefu sijapata nafasi ya kusema na wewe. Lakini kiukweli toka nimeachilia wimbo huu, ni wimbo nilikuwa nitoe wimbo wa kwanza ambao niwachilie, unaitwa Machawa. Manabii wamegeuka machawa. Kwa hiyo huu wimbo wa Machawa ilikuwa utoke, maanake ulikuwa tayari nishafanya mpaka video inaozungumzia sana kuhusiana na imani ya watu wengi, ya watumishi mbalimbali wamegeuka kuwa sehemu ya kutafuta fedha, kutafuta mafanikio kwa njia ya kusifia viongozi wa serikali. Kwa hiyo nimejaribu kufafanua katika wimbo, japokuwa nimetoa tu kama teaser ama introduction, lakini kwa ratiba za Mungu haukufanikiwa kutoka kwa sababu zilikuwa nje ya uwezo wangu. Lakini Mungu akawa ameruhusu tukaachilia wimbo wa Mtawafunga Wangapi. Unajua Mungu kila kitu anachokiachilia kinakuwa na sababu zake. Anachokizuia pia kinakuwa na sababu zake. Kwa mfano hapa bado kuna utekelezaji wa kuachilia kiapo cha damu. Haijawahi kutoka mpaka sasa hivi. Ndani watu wamelia, wameomboleza kwa ajili ya hilo. Haijawahi kutoka. Sio kwamba haijakamilika, ipo kabisa na imeshapanda YouTube, iko hapo. Bado tu kuwa active. Unajiuliza kwa nini sijaachilia? Ni kwa sababu ratiba za Mungu lazima ujue kuisikiliza sauti ya Mungu. Kwa hiyo hata Machawa ambao wimbo huu ilikuwa ndo utoke tarehe 24, lakini wimbo huu hakufanikiwa kutoka. Na matokeo yake jioni yake ukawa umetoka wimbo wa Mtawafunga Wangapi. Kutokana na changamoto na dhoruba za taifa letu hili la Tanzania, taifa letu liko kwenye mvurugano wa kisiasa kati ya chama tawala na chama pinzani. Kwa hiyo ndio maana ikawa huu wimbo Mungu ameruhusu utoke kama kiwakilisho cha sauti za watu wa Tanzania wanao tamani kusema lakini hawana sauti. Kwa wimbo huu ulijikuta umetoka. Lakini kitu ambacho naweza nikasema, wimbo huu baada ya kutoka umeleta changamoto nyingi sana kwenye maisha. Na ndicho kitu ambacho nimetamani kusema na wewe leo. Nipo kimya. Kwa kweli vita ya kutetea ukweli ni vita kubwa sana. Ninachokipitia hapa ni kitu kizito. Mbele yangu nimezungukwa na kesi kadha wa kadha ambazo nimeundiwa, zinanikabili. Ukizitazama hazina sura ya kuniacha salama. Sihitaji kuzitaja na kuziweka public kwanza, Roho hajaniruhusu.
kwa hekima ya Roho Mtakatifu ametaka ninyamaze kwanza, ila muda utafika nitaelezea kwa upana. Roho wa Bwana amenizuia kwanza. Kuna kesi ambazo nimetengenezewa zisizopungua 3. Ani kesi ukizitazama mbele, nyuma yake kuna ajenda kubwa ya kunifanya kuuawa kabisa ama kufia jela. Kwa hiyo mbele yangu ndicho kitu kilichopo, baada tu ya kuendelea kusimamia kweli ya Biblia, maandiko matakatifu, lakini pia kuwa sauti ya watu wengi kwenye jamii yangu, kutetea wanyonge, kusema kile ambacho wengine hawawezi kusema. Basi kwa sababu katikati ya watu unapoweza kusema, nimehubiri vitu vingi sana. Nimekuwa mtu kipaumbele, nimekuwa kipaumbele kuzungumza kwa mifano na kwa kueleza pasipo kuficha na pasipo unafiki kwenye nchi yangu ya Tanzania. Nimekuwa mstari wa mbele sana katika wahubiri ambao wameleta changamoto ama wameleta mageuzi na mapinduzi, wainjilisti katika nchi ya Tanzania. Nadhani sijisifu, naweza kuwa nambari 1. Kwa hiyo muda umefika. Adui amesimama, amenyanyuka, amejipanga, kitazama mbele. Lengo lake ni kuhakikisha kwamba sipumui tena na nyamaza. Njia nyingi amefanya sana adui. Amejikusanya kwa namna nyingi, kutoka kwenye maajali mbalimbali, dhoruba nyingi ambazo nimezipitia mpaka hapa nilipo. Kwa hiyo kwa huu muda amejipanga, na amejipanga kweli kweli. Kwa hiyo ninazo kesi mbele yangu zisizopungua 3. Na hizo ni kesi ni kubwa. Lakini hizi kesi zimekuja tu hivi karibuni. Wakati tu nimetoa teaser au introduction ya wimbo Wamegeuka Machawa, basi hapo ndipo kulianza challenge. Sababu ule wimbo kidogo nimetumia maneno makali ya Isaya. Sasa kwa watu ambao hawana ufahamu wa Biblia, neno la Mungu, wanaweza wakasema mimi ninatukana nabii yoyote. Kwa hiyo hii Biblia imebeba sauti na majibu ya watu wengi. Kwa hiyo kupitia maandiko matakatifu, watu wanadhani kama natukana katika ule wimbo wa machawa. Lakini ni Isaya, maneno ya Isaya ni makali sana. Lakini kwa wakati mwingine Yesu pia alitumia maneno makali. Akamwambia Petro, rudi nyuma yangu ewe Shetani. Kwa akili za mitume na wanafunzi walijua Yesu anamuita Petro Shetani. Lakini Yesu alikuwa na mantiki nyingine kabisa. Kwa hata wakati wa nyimbo zangu hizi mbili zimetoka, ndizo zimesababisha mjadala mkubwa umeendelea kwenye jamii yangu, kwa upande wa serikali na upande wa viongozi wa dini. Kwa ufahamu na uchanga kidogo, wengi wamedhani mimi nimetukana. Lakini maandiko matakatifu yote yale nimeimba mle ndani. Hakuna sehemu ambapo nimemtukana mtu. Kwa hiyo nimetengenezewa kesi, sitazitaja, na bado muda hujafika wa kusema ni akina nani. Lakini pia nyuma yangu ninawindwa sana sasa hivi.
hakuna mahali ambako nitakaa sipo kukaa kichwani kujua kwamba maisha yangu yako hatarini kuliko nyakati zote. Kwa hiyo muda nilionao, kwa vitisho nilivyonavyo, na kwa nyumbani kwangu watu kuja mara kadhaa waliovalia nguo zao za katika jamii yetu hii, wakitafuta kumtafuta Cassian. Utekaji huu unaoendelea katika taifa letu unahusishwa na baadhi ya watu ambao sio watu wema wenye nia njema katika taifa letu. Uko serious kabisa. Kuuawa kwa mtu na kuchukuliwa kawaida kabisa kwenye jamii, unatoweka na hakuna anayestuka. Hii ni kitu ipo katika taifa letu hili kwa sasa hivi. Hii issue sio maneno. Ni issue serious kabisa. Yaani kama kuna mtu atasimama kujaribu kuisimamia haki, aidha haki ya Biblia, aidha haki ya jamii, maisha yake lazima yatakuwa tayari. Dunia hii ambayo tulionayo kwa sehemu kubwa imefika stage watu wamekuwa majasiri sana kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kumuondoa mtu uhai kwa namna yoyote. Yaani watu tena unakuta ni viongozi wa dini wakubwa ama viongozi wa serikali wakubwa wanaweza kuchukua hatua ya kukaa kujadili, kupanga target ya kuondoa uhai wa mtu kwa sababu labda anavuruga amani, anavuruga mipango yao. Hii ni issue serious sana katika taifa letu la leo. Sio taifa tu, ni katika dunia nzima. Yaani kutafutwa kuuawa au kutengenezewa kitu chochote kile kwenye dunia ya leo ama katika taifa letu hili ni kitu cha kawaida sana sasa. Yaani ni kawaida kuvunjwa mguu kwa sababu namna, yaani mtu yeyote kukufanyia chochote na wala asistuke kwamba huyu ninayemtendea ni mwanadamu mwenzangu anaumia. Na wala mtu asistuke kabisa akaondoka na amani yake nyumbani kwake, amemwaga damu ya mtu mwingine, na wala asistuke chochote katika taifa hili. Kwa ninapozungumza hivi, wewe unanitazama, issue ninayozungumza kuhusu maisha yangu ya sasa hivi, binafsi niko hatarini kutokana na huduma ninayoifanya. Najua kabisa niko hatarini, naelewa kabisa, na ndio maana nimeamua katika nyimbo zangu nyingi nimekuwa nikizungumza, naelewa kuwa niko hatarini. Kwa ninapozungumza habari ya watu ambao wanaweza kusimama katika dunia hii na kuzungumza kitu kilicho kinyume na wengi wanachokizungumza, huyo mtu lazima atakuwa hatari. Tumeshuhudia kuwa watu wanatekwa, na wengine wametekwa, na wanapotekwa inakuwa tu ni story imepotelea, imeisha. Yaani umepotea. Ipo historia ya kuonyesha watu ambao waliotekwa na hawajajulikana mpaka leo, na wengine ambao wametekwa wamekuja kuonekana wameuawa. Haina maana kwamba serikali ama uongozi wa serikali, labda chama tawala, hatuilaumu kusema kwamba ndio watekaji. Lakini wapo watu ambao wamejipatia mamlaka, wamejipatia nafasi katika taifa hili, kwamba wao ndio wana nafasi, wana haki ya kufanya chochote. Wapo katika taifa hili ambao hawataki kusikia mtu yeyote anasema kitu kitakacho jaribu kama kuwagusa. Wanaweka mipango ya kumuondoa, na kama hawaoni njia ya kumuondoa, watatafuta njia nyingine
mpaka apatikane kumnasa. Na mimi hapa nataka nizungumze wewe unayenitazama, chochote kile ambacho kitajiri kwenye maisha yangu kuanzia sasa. Nimezungumza tu chochote kile ambacho kitajiri kitatokea kuanzia sasa, utakachokiona kwenye maisha yangu kimetokea, kikakustajabisha, sitaki kukiweka public kwa sababu roho bado hajaniambia. Chochote kile kitakachotokea kwenye maisha yangu kuanzia sasa hivi, tukio lolote linalotokea, ujue kwamba si hilo lililokusudiwa, ila nyuma yake lipo jambo la kuondolewa katika uso wa dunia. Kuna jambo limetengenezwa, lakini hilo jambo ukilitazama mbele lina kivuli, lakini nyuma yake lina uhalisia wa kufuta sauti ya Cassian kwenye uso wa ulimwengu, kufuta uhai wa Cassian kwenye uso huu wa ulimwengu. Ninarudia tena, chochote kile ambacho utakiona kimetokea kwenye maisha yangu kuanzia sasa hivi ninavyoongea na wewe, kinachomhusu Cassian, ukasikia chochote kile kimenitokea kwenye maisha yangu ambacho kitakufanya uhamaki, chochote kile usikitafsiri kuwa ndivyo ilivyo. Ujue hivi kimetengenezwa kama kivuli, lakini nyuma yake uhalisia wake upo ni wa kuhakikisha Cassian ananyamazishwa, asiongee tena kwenye dunia hii. Bidii imefanyika hapo nyuma ya kumnyamazisha Cassian asipaze sauti katika dunia hii, asisimame mpaka leo na kuyafungua macho ya watu kama walivyofunguka duniani. Kwa hiyo imekuja bidii nyingine ikiwa na picture nyingine mpya yenye kivuli ambacho kitaonekana chochote kwangu kuanzia sasa hivi. Lakini hicho utakachokiona ama chochote kitakachotokea sasa hivi kwenye macho yako na masikio yako, ujue ni kivuli, lakini uhalisia wake ni kuniondoa katika uso wa dunia hii. Uhalisia ninaozungumza unaokuja ni mpango wa kunitoa katika uso wa dunia. Lakini nataka nikuambie, mtu yeyote ambaye anayenitazama hapa, ninajua kabisa kuna watu wanafurahia hiki kitu kwamba wako tayari wamesha seti mipango yao. Kuna mipango imewekwa, na ninajua kabisa mko mnanitazama hapa na mnaelewa ninachokizungumza, kwamba targeti yenu ni kuninyamazisha, nizikwe. Targeti yenu ni kuniona ninafukiwa udongo. Hiyo ndiyo mipango na vikao mlivyo viketi. Nadhani mna loot ya kuhakikisha kwamba mnafanya chochote kuhakikisha kwamba mnaninyamazisha. Hii vita imekuwa ni ya muda mrefu. Kwa ndo maana nimetangulia kusema, pamoja na chochote kitakachotokea, lakini sote tutazikwa. Sisi sote hatuishi kwa kudumu katika dunia hii. Sisi sote katika nchi hii, katika taifa hili, katika dunia hii hatujaja kuota. Sote tutapita, sote tutawaacha wale ambao tunawapenda, sote tutaacha zile mali tunazozipigania. Nataka nikuambie, ukimwaga damu ya mtu mwenye haki, damu yako itamwagika tu. Itamwagika tu, ipo siku. Malipo yote ambayo mnayatenda watu wote mnaowanyamazisha sometime kwa kumwaga damu. Ikiwa kuna mtu yuko katika nafasi fulani, anatafuta ile nafasi kumwaga damu ya mtu mwingine, amwagike damu ili aendelee kuwa pale. Sisi sote tutamwagika damu. Sisi wote tutalala. Mimi leo unaweza ukafurahia ukaunda hiyo mipango umefanikisha ya kuniondoa katika uso wa dunia, wa kuninyamazisha. Nitaacha ndio watoto wangu, nitaacha ndio familia yangu kiujumla, nitaacha wazazi, nitaacha ndugu na jamaa. Ni kweli utafanikiwa kuniondosha au kuniadhibisha ama kunifanya nipate shida ya namna yoyote ile, lakini jua kwamba Mungu anaishi.
Ninaelewa hilo. Kwa hiyo kaa ukijua wewe unayenitazama hapa, chochote kile kitakapotokea kuanzia saa hii, kuanzia dakika hii ninayozungumza kwenye maisha yangu, chochote kile sio halisi. Halisi kiko nyuma, chenye makusudio ya kuninyamazisha kwenye uso wa dunia. Chochote utakachokisikia kuanzia dakika hii, na wahusika na walengwa ni wakubwa, watu ambao wamekaa wamechola kitu, wamechola lamani. Lakini nataka nikwambie, wapo wamekufa wengi sana, na sisi sote tutakufa. Sote tutakufa, tutaacha kila kitu. Mimi nataka nikwambie wewe ambaye unayedhani kwamba wewe ukiondoa uhai wa mtu mwingine yeyote kwa namna yoyote unatamani kumnyamazisha, usizani kama wewe utaendelea kuishi ukiwa na amani, na wewe utalala mauti. Ninaongea hapa niseme sina uoga wa jambo lolote. Niko tayari kwa jambo lolote. Ninangojea wakati. Niongee na viongozi wa dini wote mnaonitazama, kuna mashehe, kuna mapadri, kuna maaskofu, kuna wachungaji. Mimi sio adui wa mtu yeyote. Si adui hata siku moja. Popote pale napoona nimekosoa mtu, nimefundisha mtu, nimezungumza hiki, sio adui yako. Ndio maana mimi sizungumzi propaganda, ninazungumza Biblia. Ninapomkosoa mtu namkosoa kwa hoja ya Biblia. Kwa hiyo mimi sio adui wa watumishi wa Mungu, wa wachungaji na manabii. Sio adui. Ila tu kinachonifanya niwe adui ni hii Biblia. Inasema nini kwenye kula? Inasema nini kwenye kuvaa? Inasema nini kwenye kutembea? Inasema nini kwenye kuhubiri? Inasema nini kwenye maisha yetu ya kijamii? Hicho ndicho kinachonifanya nionekane adui. Lakini pia nazungumza na viongozi wangu wa serikali ya Tanzania. Mimi sio adui wa nchi yangu, sio adui wa serikali yangu, sio adui wa chama tawala, sio adui wa Chadema. Kaeni mjue, mimi iwe Chadema, kama kuna mtu ambaye anafanya jambo kinyume, sina urafiki wa chama chochote. Nasimama yeyote atakayekuwa ameenda kinyume na haki inayoelekezwa katika katiba hii ya muongozo wa maisha yetu yaliyo juu. Maisha yetu yanaongozwa na katiba hii. Humu kuna haki. Vitabu vya dini ndio katiba ya maisha yetu. Lakini pia mimi sio adui wa chama tawala. Kwanza naombea chama tawala wapatikane watu watakosimama kulijenga taifa hili. Lakini nitapoona kuwa miongoni mwa watu waliomo ndani wanasimama kwa ajili ya kuumiza wengine na akafurahia, nikiyasoma maandiko yangu ninaamini ni sehemu ya kupaza sauti.
kwa sababu ndivyo walivyofanya watumishi wa zamani. Sio mimi, sio perfect, sio msafi, sio mtakatifu asilimia zote, lakini neno linatusihi tufanye kile ambacho Mungu ametuagiza. Kwa serikali yangu, viongozi wangu wa dini, viongozi wangu wa serikali yoyote ile, popote pale mlipo, mimi sina uadui na mtu yeyote. Sina. Basi lolote lile ambalo limekusudiwa linipate wakati huu. Mungu asipouweka huu mkono wake alivyoweka nyakati zote, hakuna tatizo. Mungu akiweka mkono wake, naamini nitavuka salama. Seme tu, wewe ambaye unanifuatilia, endelea kuniombea. Niko katika vita, iko serious. Basi endelea kuniweka kwenye maombi, endelea kunikumbuka pia kwa namna yoyote ile. Sababu ametupa pumzi tunaivuta, basi tuna uhakika tutasimama. Utakie neema na baraka za Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Endelea kufuatilia huduma hii. Chochote kile ambacho nimekuambia kitajiri kuanzia sasa kina maana kubwa. Msikitazame kama ndivyo kilivyo, kina maana kubwa iliyojificha. Kwa hiyo yeyote anayetazama, anayefuatilia huduma hii, gharama ya kumtumikia Kristo ndio hii. Tutauziwa, tutafungwa, tutapigwa, tutauawa. Ndivyo ilivyo Biblia inavyotuzungumzia. Kwa chochote kile ambacho utakachokiona kimetokea sio harisi, ila kipo harisi nyuma ambacho ndio kimelenga kuniweka kwenye udongo wa harisi. Kwa hiyo endelea kuniombea, takie neema, takie baraka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante.